Asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa asubuhi ya leo. Leo ninamshukuru Bwana ikiwa ni siku njema, siku ya kumwabudu Bwana, siku ya Jumapili. Nataka kumtukuza Bwana Yesu kwa sababu amekuwa mwema, amekuwa kimbilio. Kunilinda tu wiki mzima, hata amekulinda pamoja nawe wiki mzima kuona siku nyingine. Hakika si kwa nguvu zako wala si kwa uweza wako, ni Bwana amekusaidia na ukawa jinsi vile ilivyo. Nitaenda tu haraka katika Biblia. Tusome katika kitabu cha Ezekieli mlango wa 18 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Bwana asifiwe. Biblia imetuambia kwamba roho ile inayotenda dhambi ndio ile roho itakayokufa, na amesema ya kwamba roho zote ni mali yake, lakini roho tu moja ile ambayo itatenda dhambi ndio ile roho itakayokufa. Bwana asifiwe. Tunapoendelea, Biblia inatuambia kwamba hata yule ametenda mema, ijapokuwa anaweza akafa, tena ataishi. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tunapoendelea, Biblia inasema hivi: bali kama mtu mwenye haki na kuyatenda yaliyo ya halali na haki, hakula juu ya milima, wala hakuviinulia macho vinyako vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa, wala hakumdhulumu mtu, bali amemrudishia mdeni wake rehani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo walio uchi, ambaye hakumpokesha mtu ili apate faida, wala hakupokea ziada ya namna yoyote, naye ameuepusha mkono wake na uovu, na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake, tena akiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyo ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia kwamba ile roho tu peke yake, ile roho moja ambayo itafanya dhambi, hiyo roho haitachangamana na wale watu ambao wamefanya haki. Bwana asifiwe. Kwamba hakukula milimani, kwamba hakumtia unajisi mke wa jirani yake, kwamba hakumkaribia mke wakati wa kutengwa kwake, kwamba hakufanya haya yote, hakumdhulumu mtu yeyote, kwamba hakumuibia mtu, kwamba hakutenda kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba huyo mtu ataishi hata kufa. Jina la Bwana litukuzwe sana. Biblia imetuambia kwamba ile roho tu peke yake ambayo ilifanya dhambi ndio ile roho tu itakayokufa. Bwana asifiwe. Hata kama ulizaliwa katika baba aliyekuwa muazi, kama ulizaliwa katika baba aliyekuwa anainamia miungu, kama ulizaliwa katika baba aliyependa uganga, akapenda kudhulumu, akapenda mambo ya hapa duniani, leo hii nataka nikutangazie, nikwambia kwamba Bwana amesema ya kwamba hiyo dhambi ya baba yako haitakaa juu yako. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe umekumbuka na ukatubu na ukakairi makosa, ukasema ya kwamba mimi sikujua nitazaliwa katika hii jamii, ukasema Bwana nisamee. Mungu wa mbinguni atakusamea, utaishi wewe, hutakufa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Leo nataka tu nikwambia ya kwamba ile roho ambayo imefanya dhambi, ile roho ambayo imemdhulumu mtu, ile roho ambayo imemsingizia mwanadamu, imetenda ili ikaweze kuumiza mtu, hiyo roho imetenda dhambi. Biblia imetueleza vizuri ya kwamba hiyo roho itakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo roho ambayo imetenda dhambi itakufa. Hiyo roho ambayo imeinamia miungu itakufa. Hiyo roho ambayo imefanya kinyume na mapenzi ya Bwana, hiyo roho itakufa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapoingia katika Biblia, tunaona kuna mahali kulikuweko na mtu alikuwa anaitwa maskini, alikuwa anaitwa Lazarus, na kulikuweko tena na tajiri ambaye hakutajwa kwa jina. Biblia inatuambia vizuri ya kwamba huyu mtu alikuwa anakula chini ya meza ya yule tajiri. Hakuna siku alishia meza na yule tajiri. Hakuna siku alikalia ile kiti ya yule tajiri. Walikuwa wanakaa katika chumba kimoja. Lakini wakiwa ndani ya chumba, wale wanaotembea kule nje hawakuwa wanajua huyu mtu anafanya nini na huyu mtu anakula nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walijua kwamba tajiri ana roho mzuri, amemkaribisha yule maskini.
Lakini kwa ukweli roho ndiyo ilikuwa inamulika. Roho ilikuwa inaona ndani ya ile nyumba. Yule mtu wa nje hangeona yule maskini alikuwa anapitia. Yule mtu wa nje anayepita nje hangejua yale mambo yule Lazarus alikuwa anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tajiri mara nyingi labda hata angesifiwa, aseme ya kwamba Bwana uko na roho mzuri. Amwambia asikia kwamba wewe umemkaribisha huyu mtu, umempa mahali pa kulala, maana hakuwa na mahali pa kulala. Unamsaidia anakula ndani ya nyumba yako. Angependa sana kusifiwa yule tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wimbo ikasema ya kwamba roho inamulika. Inaimba hivi, roho yamulika, yamulika, roho yamulika. Ndani ya roho yamulika, nyumbani mwako roho yamulika. Roho ilikuwa tayari imemulika yale mambo maskini anapitia katika ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba kuna siku ikafika yule maskini akafa. Na alipokufa mpendwa, Biblia inatuambia kwamba malaika wakamchukua kifuani mwa baba Ibrahimu. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia kwamba ikamchukua kifuani mwa baba Ibrahimu. Ati akaenda pale, akaanza kupuchika katika kifua cha baba. Maana alipita katika mateso akiwa kwenye dunia. Lakini ile siku aliingia kule, akaenda katika nyumba, akafa. Biblia inatuambia kwamba Bwana anatuambia kwamba akachukuliwa na malaika. Malaika hawakuangalia yale mateso alipita. Malaika hayakuangalia chinzi vile alivyo. Hayakuangalia hata ule uchafu aliyokuwa nayo. Maana hata mara pale labda hakuwa anapewa sabuni aoge. Mara pale labda hakuwa anafanywa chochote. Yeye alikuwa tu anakaa ngoje chakula kitoke mezani kianguke chini. Yeye angekichokoa akikipokoa na akaweze kukikula. Bwana asifiwe. Hivyo alikuwa, na kama alikuwa amechafuka, alikuwa mchafu tu. Bwana asifiwe. Lakini malaika hawakuangalia utu wa nje. Malaika hawakuangalia jinsi alivyokuwa anakaa. Malaika hawakuangalia jinsi alivyokuwa anatembelea chini akitafuta chakula kimeanguka akule. Malaika ilikuja tu ikamchukua, maana iliangaza ndani. Ijapokuwa alikuwa anakula chakula cha chini, yule mtu hakuwa na roho mbaya, maana ndani mwake alikuwa mtu wa kushukuru. Ndani mwake alikuwa mtu wa kusema ya kwamba hata kama sikuli chakula ya mezani, lakini huyu mtu at least amenikaribisha, kianguke chini ni kule, lakini kule nje nani angeangusha ni kule. Bwana asifiwe. Huyu mtu alikuwa mtu wa shukurani. Ndani mwake alikuwa amejawa na haki. Ndani mwake alikuwa amejawa na mambo mema ya kumtukuza Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Na malaika walikaona ndani, wapendwa. Malaika wakaona roho ya yule maskini. Malaika wakaangalia jinsi vile alivyokuwa ananyenyekea. Ijapokuwa atapewa chakula cha mezani, lakini angetumwa yeye angeenda tu. Yeye hakulalamika aseme ya kwamba leo hii mimi sikupewa chakula. Maana sio kila chakula kilikuwa kinaanguka. Hata labda umekula hiyo siku amekula chapati itaanguka. Chapati haiwezi kaanguka. Labda hiyo siku amekula ugali kuanguka ni ngumu. Labda kile kitu kilikuwa kinaanguka, labda ni githeri ama ilikuwa inaanguka, labda ni michele. Hii chakula yenye unaweza kaeka kwa kijiko na iterese ianguke. Lakini kama ni chapati, chakula kizuri, hakikianza kuanguka chini. Hivyo lakini kama itaanguka, huyo mtu alikuwa anasema tu asante. Alikuwa anaambia tu Bwana asante, kwa sababu kama sio huyu mtu kunipokea, nikae katika hii nyumba yake, kule nje ningekuwa ninanyeshewa, kule nje ningekuwa nadhulumiwa, kule nje ningekuwa nafanywa mabaya. Lakini kwa sababu alinikaribisha, huyo mtu ndani mwake alikuwa na ile roho ya utu. Alikuwa mtu wa shukrani. Alikuwa mtu wa kumpenda Bwana. Bwana asifiwe. Sasa wakati kawadia akakufa mpendwa. Biblia inatuambia kwamba malaika wakamchukua kifuani mwa baba Ibrahimu. Ndio nimewaambia kwamba roho inayotenda mema, ijapokuwa itakufa, itaishi tena. Malaika wakamchukua. Yule mtu alikuwa amekufa, lakini malaika walipomchukua alianza kuishi tena. Bwana asifiwe. Nataka nikuambia ya kwamba mpendwa, roho wa Bwana mtakatifu aishe kule juu mbinguni, inaangalia ndani, inaangalia jinsi vile ulivyo, inaangalia utu wa ndani mpendwa. Hata kama huyu mtu alimkaribisha maskini, hata kama alikuwa amemkaribisha ndani ya nyumba yake, akaona ya kwamba akae mahali pale, akasema ya kwamba akule makomba ya chini, lakini ndani mwake pia hakuwa na roho mzuri. Bwana asifiwe. Alikuwa anapenda kusifiwa, alipenda pride, alipenda watu wamwambia kwamba una roho mzuri. Bwana asifiwe. Lakini malaika walikuwa wanatazama ndani, malaika walikuwa wanaangalia ndani ya moyo, malaika walikuwa wanaangalia jinsi vile alivyo, malaika walikuwa wanamtazama sana. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na wakati Biblia inatuambia kwamba kuna siku akakufa, kuna siku huyu mtu alikufa, na alipokufa Biblia inasema ya kwamba aliwekwa mule kaburini. Na alipoweka mule kaburini, Biblia inasema ya kwamba akapata mateso na kuangamia. Haleluya. Mule kaburini yule tajiri alipata mateso. Mule kaburini yule tajiri alipata mambo mabaya kwa sababu alikuwa amekufa.
Bwana asifiwe. Unapokufa mpendwa, hauwezi ukapata mambo mazuri. Unapokufa hauwezi ukapata tena raha. Kukufa huwezi pata mambo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukafurahia tena kwa sababu umekufa kifo cha kukufa. Lakini unapokufa kifo cha kuishi, unakuwa kama yule Lazarus, unakufa kifo cha kuishi, unaenda tena kuishi. Bwana asifiwe. Sasa baada ya mateso unaenda unafurahia. Bwana asifiwe. Baada ya yale mateso tena unaenda unafurahia tena. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na ndio imesema ya kwamba roho iliyotenda dhambi ndio ile roho itakayokufa, roho inayofanya mabaya. Na naongea na yule mtu ambaye hajakufa mpendwa. I'm talking to the person that is still alive. I'm talking to you that you are just alive, you are still alive, you are still walking on this earth. I'm talking to you today. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe bado una uhai, unaweza ukarekebisha mambo yako. Waachana na yule aliyekufa kitambo. Biblia inatuambia kwamba Lazaro akiwa kule, akiwa anapupuchika kifuani mwa baba Ibrahimu, yule tajiri akiwa anateseka mle kaburini, Biblia inatuambia kwamba aliinua macho akamtazama Lazarus na akamwambia kwamba chukua maji uninyunyizie. Lakini yeye akamwambia kwamba kati yetu sisi na nyinyi mko kule, sisi hatuwezi ambatana tena, siwezi nikakufukia. Sasa kukupa maji tena itakuwa ni ngumu. Bwana asifiwe. Na akasema ya kwamba kweli mahali niliko ninateseka, tuma mtu kule aenda aambie wale watu, mandugu zangu, watubu. So I'm talking to those people that are not yet dead. Bwana asifiwe. Nataka kuongea na wewe ambayo haujakufa bado. Wewe ungali mzima. Wewe bado kuna roho nzima ndani mwako. Bado una pumzi ya kunena. Unaweza ukatubu dhambi zako. Unaweza ukafanya mabadiliko. Unaweza ukafanya maamuzi ya kuacha dhambi na ukamwelekea Bwana na roho yako ikapona, ikaishi tena. Bwana asifiwe. Maana imesema tu ya kwamba roho ile inayotenda dhambi ndio ile roho itakayokufa. Roho ile inayofanya mabaya ndio ile roho itakayokufa. Lakini roho iliyotubu ikanyenyekea, roho iliyobadilisha ikakairi, ikasema ya kwamba ikaangalia mahali iliko, kaanza kutazama mahali inakoenda, ikaanza kutubu, ikasema ya kwamba Bwana nisamee. Nilizaliwa katika nyumba ya maagano. Bwana Yesu nisamee. Nilizaliwa katika nyumba ya vinyako. Bwana Yesu nilisamee. Nilizaliwa katika nyumba ya waganga. Nilizaliwa katika nyumba ya watu wanaoabudu sanamu. Si kujua. Bwana nisamee. Nisamee Bwana, ubadilishe maisha yangu. Atubu hiyo dhambi na aanze kumwelekea Bwana. Atubu hiyo dhambi na aende mbele za Bwana. Amwambie Bwana, ni wewe Bwana ninakutazamia. Amwambie Bwana, ni wewe Mungu ninakuangalia. Ni wewe Mungu ninakuhitaji. Ninakuhitaji Bwana, unielekeze. Sitaki mambo ya ukoo tena. Sitaki mambo ya vimila. Sitaki kuinamia miungu. Sitaki kufuata mambo ya baba yangu. Ijapokuwa baba yangu alikuwa mganga, mimi sitaki kufuata mambo yake. Bwana asifiwe. Biblia imesema ya kwamba hiyo roho itapona. Hiyo roho itaishi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na ndio leo hii nimekuja nikwambie, unapotubu dhambi zako mpendwa sana, unapotubu dhambi zako wewe utaishi katika jina la Bwana. Hautabaki vile ulivyo. Haleluya. Hivyo Lazarus alienda kuishi. Lazarus hakukufa. Lazarus alienda kuishi tena. Lazarus alienda akaishi, akapupuchika ndani ya kifua cha baba Ibrahimu, kwa sababu kwenye dunia alikuwa ameteseka, kwenye dunia alikuwa amehangaika, kwenye dunia alikuwa amefika mahali ambapo yeye mwenyewe hangeweza, lakini alipokufa ndio mwanzo wake wa uzuri. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Haleluya mpendwa. Nataka tusome kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana mlango wa 10. Bwana asifiwe. Mlango wa 14 mstari wa 13. Biblia inasema ya kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni ikasema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, namu asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana na hao. Bwana asifiwe. So I'm talking to a person who is still alive. I'm talking to a person that is still walking on this earth. Praise the living God. Naongea na mtu yule ambao bado ana uzima ndani mwake. Siongei kwa yule mtu aliyekufa. Bwana asifiwe. Maana Biblia imesema ya kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni inasema hivi, heri wafu wanaokufa katika Bwana tangu sasa. Heri wafu wafao katika Bwana as from today. Wale watu wanakufa leo kwa Bwana, wanaokufa wakiwa ndani mwa Bwana. Yule mtu anayekufa akiwa ndani mwa Bwana, yule mtu atapumzika. Like Lazarus alipumzika. Lazarus alienda akapupuchika tena. Lazarus alienda. Jina la Bwana litukuzwe sana. Lazarus alienda akapupuchika tena kifuani mwa baba. Alienda tena akaishi. Maana matendo yake yalifuatana pamoja naye. And that's why I'm talking to you who is still alive. I'm not talking to a person who is dead, because the person who is dead cannot change his life. Haizi akabadilika.
Haezi akachange, haezi akafanya tena mambo mengine, maana mambo yake imeisha. Lakini wewe mwenye ungali na uzima, unaweza ukafanya maamuzi, unaweza ukaenda mbele za Bwana, ukatubu dhambi zako na ukamwelekea Bwana na ukaishi tena. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba maana matendo yao yatafuatana pamoja nao. Lakini imesema ya kwamba watapumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana na wao. Bwana asifiwe. Matendo yatafuatana na wewe mpendwa. Yale mambo unayofanya sirini, yale mambo unayofanya kwenye giza, yale mambo unafanya mahali penye pastor wako hayuko, things that you are doing away from your church, things that you are doing away from your pastor, things that you are doing away from your fellow worshiper, hayo mambo yataandamana pamoja nawe. Hayo mambo yatafuatana na wewe. Bwana asifiwe. Na ndio leo hii nimekuja nikwambia kwamba heri wale watu wanaokufa wakiwa ndani ya Bwana. If you can change your life right today, wewe utaishi. Bwana asifiwe. Kama utabadilisha maisha yako leo hii, uanze kumwelekea Bwana, umwambie Bwana, nimekuja kwako, mimi ni mtenda dhambi, mimi sifai Bwana, sitangulia unisamee na unipokee Bwana. Bwana atakupokea, Bwana atakuponya, Bwana atakuinua na Bwana atakutenda mema. Bwana asifiwe. Biblia imetuambia kwamba roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndio ile roho itakayokufa. Wewe hautakufa kwa sababu ya makosa ya wazazi wako. You will die because of your own sins. Praise the living God. Utakufa kwa sababu ya dhambi zako ambao wewe mwenyewe ulizifanya. Na hivyo unapotubu dhambi zako, usiangalie yale baba yako alifanya. Yeye baba yako mwenyewe alipokuwa egemea kwenye waganga, yeye mwenyewe atakufa. Haleluya. Lakini wewe ukitubu na useme kwamba mimi sifuatani na haya, wewe utapona. Praise the living God. Praise God, brethren. Mungu ni mwema na mkaweze kubarikiwa asubuhi ya leo. Mnapoenda kanisani, Bwana awainue, Bwana awabariki, Bwana awatende mema. Kwa sababu unapoanza kufanya maamuzi peke yako, wewe utapona. Utapona mpendwa. Wewe utapona katika jina la Yesu. Roho iliyotenda dhambi peke yake ndio ile roho itakayokufa. Mbarikiwe sana katika jina la Yesu. Mungu yu mwema. Mungu anakuinua. Mungu anakubariki. Mungu anakutenda mema. Amen. Let's pray. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Huyu mpendwa amesikia na anaanza kufanya maamuzi peke yake. Bwana, umesema ya kwamba roho inayetenda dhambi itakufa, na huyu mpendwa hatakufa kwa sababu anafanya maamuzi ya kutubu dhambi. Bwana Yesu, mkuze, mtawale, ponya maisha yake Baba, msaidie katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen.